Chama cha wafanyakazi ni muungano wa wafanyakazi unaotokana na ridhaa yao wenyewe kwa lengo la kulinda, kutetea haki na maslahi yao. Na tunasema ili hilo lengo la kutetea haki na maslahi liweze kukamilika, panapokuwa na sehemu ya kazi na wafanyakazi zaidi ya 10 wakajiunga na chama cha wafanyakazi, wanatakiwa wawe na tawi la chama cha wafanyakazi ambao ndio inakuwa kama forum ya kuwawakilisha wale wenzao kwa ajili ya kwenda kwa mwajiri pindi wanapodai haki na maslahi yao. Sasa mfanyakazi ananufaika vipi na vyama vya wafanyakazi? Cha kwanza, kupitia mabaraza ya wafanyakazi anashirikishwa kwenye mambo ya taasisi, mambo yanayomhusu kupitisha bajeti ya taasisi husika, kupitia mpango kazi wa taasisi na nyaraka mbalimbali zinazohusu taasisi husika. Vile vile mfanyakazi ana benefit kupitia mkataba wa hali bora, ambao tunasema mkataba wa hali bora unaboresha maslahi ya wafanyakazi zaidi ya yale yaliyopo kisheria. Kwa mfano, swala la likizo, kwa mujibu wa sheria tunasema mtumishi anaenda likizo siku 28, lakini kwenye mkataba wa hali bora tunaweza tukaongeza tukasema labda mtumishi ataenda likizo siku 35 na malipo yanaweza yakawa tukaweka kiwango ambacho labda ni flat rate au mshahara wa mtumishi anaopata kwa mwezi bila makato, ambapo kisheria likizo mtumishi analipwa nauli ya yeye na familia yake ambao waliotegemezwa walikuwa kisheria kwenda nyumbani kwao na kurudi. Vile vile faida nyingine ya mfanyakazi kujiunga na chama cha wafanyakazi, atapata haki ya kutetewa na kuwakilishwa kwenye kamati za nidhamu pindi anapopata changamoto ya kiutumishi, tume ya usuluhishi na uamuzi, kwenye tume ya utumishi wa umma na mahakama kuu endapo atapata matatizo ya kiutumishi. Na sisi kama chama cha wafanyakazi TUGHE tunawakilisha wanachama wetu wanapopata matatizo ya kinidhamu na vile vile kwenye masuala ya kijinai. Kwa hiyo sisi kama TUGHE tunawasihi, tunawahamasisha wafanyakazi wa serikali na sekta ya afya wajiunge kwenye chama cha TUGHE, kwani ndio sehemu sahihi ambao wanaweza kutetewa na kuwakilishwa vyema katika ajira zao pindi wapo kazini na baada ya kustaafu.